namna ni bora tuongee ukweli, kwa sababu maybe ukiongea ukweli unaweza kupata msaada kwa watu kwa kusaidia kwamba bwana dogo anapitia situation 1 2 3. Unajua sometimes kinachotuumiza wengi ni kukaaga tu kimya. Kwa sababu ukikaa kimya hakuna mtu ambaye anajua situation zako unazopitia za maisha. Hiyo ni ukweli. Sasa naweza ngasema kwamba gomvi mkubwa mimi na Lea tuko sawa. Huo ni ukweli kabisa. Wala tusiongee uongo wala siji kuficha vitu. Ni kitu kibaya na mwezi wa mtukufu na mimi nimefunga. Mimi na bro Lea tuko sawa. Ni kwa muda gani hiyo? Miaka 2 naenda. Okay. Na kuelezea kwa nini tuko sawa. Gomvi wetu mkubwa na bro Lea ni hela. Naelewa? Ni hela, na wale tumegombana kisa hela. Bro, mimi nilikuwa nalala studio ile. Nilikuwa sina sehemu ya kukaa. Kama msanii wa lebo. Sina sehemu ya kukaa. Nalala studio na vizio kina Stukizi wamemaliza kurekodi. Na wao wanaondoka kwao, mimi ndo nalala chini. Naelewa bro. Nikaenda ile hali labda ngikosa usiku labda Mzava akiwa hana mchumba tuseme kwake, ndio naweza nikasema nikaenda kwa Mzava nikalala. Lakini sasa Mzava ni mtu watoto sana, kwa hiyo kupata muda kulala kwa Mzava inakuwa ni mara chache sana. Kwa muda mwingi mimi nilikuwa nalala studio. Hicho ni cha kwanza kabisa kilichonifanya mimi nianze kufuatilia mimi nalala studio, msanii haya maisha gani? Bora sio maisha mazuri. Ikabidi mimi niangalie kwamba okay, kwani mimi siingizi pesa kwenye kazi zangu ambazo natoa? Ikabidi sasa mimi nimfuate bro, nimwambie bwana brother, nahitaji tuongee. Akaniambia sawa. Nikamwambia bwana bro, kwani mimi sijai kuingiza hela kwenye muziki? Bro akaniambia bwana wewe hujai kuingiza hela hata 100. Hata 100. Ndicho nijibu bro. Hata 100 wewe hujai kuingiza. Akasema kweli? Na maana zile namba si views zinazoenda ni fake, labda ni views fake. Akaniambia wewe jua tu hujai kuingiza hela, kwanza umetia sana kampuni ya sawa.